Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hapa ni Chukwani, Zanzibar. Tumo katika eneo la chuo cha ICPS, yani Institute of Continuing and Professional Studies. Leo hii kuna ziara maalum, ziara ya wanafunzi wa somo la Project Planning and Management. Na ziara hii ni mahsusi kabisa ambayo itapita katika maeneo mbalimbali, na moja miongoni mwa maeneo hayo ni kwenda kutembelea katika project za ujenzi wa bandari, kadhalika pia kuna project za kilimo na mambo mengineyo. Sitaki utamu ni umalize hapa. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin, ripota wako. Lengo la kukuletea makala hii ni kukufahamisha ICPS nini inafanya, ICPS nini inafundisha na mambo mengineyo. Sasa hebu twende tukaangalie lengo la ziara hili. Hapa nipo na mkuu wa department ya biashara, Madam Zulekha binti Ayub. Tutazungumza naye mawili matatu. Habari yako mama? Salama tu, alhamdulillah. Unajisikiaje? Tuko vizuri na tunafurahi leo kujumuika na wanafunzi wetu hapa kwenda katika ziara za kimasomo. Naam. Ziara yetu hii leo ina lengo gani? Lengo kuu la ziara yetu ya leo ni kuwatoa wanafunzi kwenda kujifunza kwa vitendo, sababu tumekuwa nao muda wa semester miezi mitatu darasani. Sasa tunawatoa kwenda kujifunza uhalisia wa kile ambacho wamekipata darasani. Na mategemeo yenu nini baada ya mtu kujifunza na kupata uhalisia? Baada ya kujifunza ni kuongeza ule uelewa wake, kupata ule uelewa mpana na pia kupata fursa nyingine katika miradi tofauti ambayo tutapitia leo, miradi ya kilimo, miradi ya ujenzi. Mwanafunzi anaweza kupanua uelewa wake na kuona kama kuna fursa za kuweza kujiajiri yeye mwenyewe kutokana na kusaidia serikali na mzigo mkubwa. Wanafunzi kila mwaka wana graduate. Hii itaweza kuwezesha wanafunzi kuweza kutengeneza uelewa na wa kujenga na kutafuta fursa mbalimbali za kujiendeleza kiajira zaidi. Asante sana. Sasa ni muda mwafaka wa kwenda kushuhudia, na kumbuka katika maneno yake ni kwamba baada ya kutoka darasani sasa ni muda wa kwenda kujifunza kwa vitendo zaidi. Shuhudia ziara hii inavyokuwa. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin, tuwe pamoja. Naam, mtazamaji, hapa ndiyo nukta ya kwanza kabisa chuo cha ICPS au wanafunzi wa Project Planning and Management wanafika. Ni eneo la bandari hapa Marhubi, Zanzibar, na eneo hili limefanyiwa ile process ya ufukiaji wa bahari na hatimaye kuipata bandari na mambo yaende sawia. Wanafunzi unaowaona wanakwenda kukaguzwa katika baadhi ya maeneo kwa sababu hii ni project. Kwa hiyo wanakwenda kuangalia namna gani project hii inavyokwenda na vipi inavyoelekezwa. Tuendelee, tuwe pamoja kama kawaida. Asanteni. Hapa ndo tulipoanza land reclamation. Zamani bahari ilikuwa inafika mpaka huku, na tulivyoanza kuireclaim, kama mnaona mchanga wote huu, tuna boti moja pale inaitwa dredger, inatoka kwa Bahresa, ndo alitusaidia kuchimba. Tumemaliza katika pointi ya kwanza. Wapi tunaelekea? Kwa mujibu wa ratiba yetu sasa hivi safari yetu itaelekea pointi ya pili ambayo ni maeneo ya Bunge. Naam. Tutakwenda kuangalia miradi ya kilimo, ni kwa namna gani wana operate, kwa namna gani wanaandaa. Nadhani tutapata vitu vizuri zaidi. Asante. Naam, mtazamaji, sasa tunaelekea Bunge, ni pointi ya pili kabisa, na huko tunakwenda kuangalia miradi ya kilimo kwa sababu project manager hasa kupitia chuo cha ICPS tuna cover katika maeneo mbalimbali.
Endelea kuwa nasi, tunakupa kitu mubashara. Naam, ziara sasa imehamia hapa maeneo ya Bungi, mkoa wa kusini wa kisiwa hiki cha Unguja. Na baada ya kutoka bandarini, tumekuja kwenye upande wa pili sasa katika mazao mbalimbali ya kilimo. Na tumekutana na Community Forest Pemba. Hii ni jumuiya ambayo inajihusisha kwa kuwapa nguvu, kuwashauri pamoja na kuwakuza wakulima mbalimbali. Na leo hapa tutakwenda kuangalia uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo. Mazao ya kilimo ambayo katika kilimo mseto tunakusudia kwamba kuna tungule, kuna embe, tunakwenda kuiprocess inakuwa bidhaa nyingine ambayo tunaiongezea thamani. Sasa hapa ndio wanafunzi wanakuja kujifunza mambo mbalimbali. Tuendelee na utajua. Na mradi wetu wa Zanzibar Adapt au Zanzibar Women Leadership in Adaptation ni mradi ambao tumeuleta ili kuweza kumsaidia mwanamke aweze kujikwamua na kuwa na umadhubuti wa kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa sababu kama tunavyojua mwanamke amekuwa ni mwathirika wa moja kwa moja wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Bidhaa hizo ambazo tunajishughulisha sisi ambao mafunzo tuliyapata ni nyingi, lakini tutaelezea baadhi. Ni usindikaji wa jamu, usindikaji wa embe, kwa tunavyofahamu ni achari. Tuna tea masala ambayo kwamba tea masala inatumia viungo halisi kwa kutumia kwenye chai. Vile vile tuna garlic paste ambayo kwamba ni kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu nacho tunakisindika na kwa matumizi ya muda mrefu. Tunatoa shambani ambacho kwamba ukikiweka kitunguu swaumu kwa muda mrefu kitakauka. Lakini sisi tunakichukua, tunakichakata, tunakihifadhi, kinatumika kwa muda mrefu, tuseme takriban karibu miaka 2 unaweza kukitumia. Hapa tunashughulikia na ukulima. Eka tunazolima katika wilaya Kaskazini A ni eka 3874.75. Hizo ni za upland, alafu za irrigation tuna kama eka 1200 ambazo uzalishaji wa irrigation unaongezeka kila siku inazopanda. Unaongezeka kwa nini? Kwa sababu kuna matumizi mazuri ya mbegu, matumizi mazuri ya maji, matumizi mazuri ya pembejeo zetu. Naam, baada ya kuzunguka katika maeneo mbalimbali kuangalia projekti tofauti zikiwemo za kilimo na bandari, hapa ni Matemwe ndipo tulipomalizia ziara yetu. Na hebu tuzungumze na baadhi ya wanafunzi wenyewe wanasemaje. Na pembeni yangu hapa nipo na mwanafunzi, atajitambulisha jina lake na tutazungumza. Habari yako? Nzuri, uendeleaje? Nashukuru Allah, hali yangu ni nzuri. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Jina na natokea chuo cha ICPS. Na unasoma kada gani? Niko project management. Naam. Umejifunza nini katika ziara ya leo? Baada ya kukaa kwa muda mrefu chuoni, leo tumetoka rasmi kujifunza kwa vitendo. Tumepita sehemu mbalimbali kama kuangalia miradi na vitu tofauti. Kwa hiyo tumejifunza mambo mengi. Tunashukuru walimu wetu wa ICPS kwa kutusomesha mambo mbalimbali. Tafsiri yake kwamba project haikaliwi darasani? Kabisa, project haikaliwi darasani, kwa vitendo zaidi ni bora. Wito wako ni upi kwa jamii ambayo inakuangalia? Tunawataka wazazi na walezi wote wawapeleke watoto wao katika chuo cha ICPS kilichopo Chukwani ili kujifunza mambo mbalimbali. Naam, asante sana, shukran. Tukutakie masomo mema, kila la kheri, uendelee kupiga kazi, tunawategemea. Naam, mtazamaji, huyo ni mmoja. Hebu tumsikilize mwanafunzi mwingine naye anasemaje. Jina naitwa Kombozi Arafat, ni mwanafunzi wa ICPS. Katika safari hii ya kutembelea miradi nimejifunza jinsi gani namna mradi unavyokuwa mpaka unamalizikia, jinsi ya changamoto ambazo wanazikupana nazo, jinsi ya budget mpaka ile mradi unavyosimama. Kwa hiyo nimejifunza mingi na nikajifunza katika mradi wa kilimo jinsi gani wale kina mama wajasiriamali wanavyofanikiwa katika ujasiri wao, kwa sababu hata kufika kwamba anakuambia kwa budget yao wanaochukua kwamba
wanafikia kwa mwezi mpaka yale malipo yao, kwamba wanafikia hata wale wafanyakazi wa serikali, kwamba nimejifunza sana kwamba sio tu mfanyakazi wa serikali ambao anachukua basi, mpaka unakuta wajasiriamali nao wanapata faida kubwa, na tusiwadharau. Kwa hiyo nimejifunza sana tu. Ziara yetu imefikia hapa na sasa ni kitendo cha wanafunzi kukusanyika na kuingia katika mabasi na kurejea chuoni, ikimaanisha kwamba ziara imekamilika. ICPS manake ni Institute of Continuing and Professional Studies. Chuo hiki kipo Chukwani, Zanzibar, na kinasomesha fani tofauti tofauti zikiwemo za procurement, lakini project planning and management ndio hii ambayo leo wanafunzi wake wamekuja ziara maalum kwa ajili ya kuangalia kazi kivitendo. Lakini pia kuna kozi kama za human resource management na kozi nyinginezo. Hatuna la zaidi, natumai utachukua hatua kama mzazi. Unaweza kumleta mtoto wako hapa ICPS kuja kujifunza masala mbalimbali. Walimu wake ama wakufunzi wake ni mahiri sana na wabobezi katika kila fani. Ni chuo ambacho kimejipanga zaidi, kina maktaba nzuri na mazingira mazuri sana kumfanya mwanafunzi kusoma. Hatuna la zaidi. Wako mtangazaji naitwa Salmin Juma Salmin, shukran sana.